Ifuatayo ni aina 5 ya mimea tiba unayoweza kuitumia kubalansi viwango vya sukari pamoja na kutokomeza complication mbalimbali ukiwa nyumbani kwako. Aina 5, lakini sikiliza mpaka mwisho, nitakupa na angalizo au tip siri ambayo ukiambatanisha na hizi mimea basi ni rahisi sana kuweza kudhibiti ugonjwa wa kisukari kwenye mwili wako na ukabaki kuwa huru kabisa bila kuwa tegemezi wa dawa au kuendelea kuitegemea hiyo mimea. Naitwa Sam Nature, mimi nasaidia wagonjwa wa kisukari kutokomeza tatizo lao kwa njia asilia. Na leo tutaenda kujifunza mimea ambayo tunasema ni hypoglycemic herbs. Namba moja ni mlonge. Majani ya mlonge, hata zile mbegu, lakini tuzungumzie majani leo. Ukiweza kuyaandaa vizuri, either yale fresh ama ukasaga ukapata ile powder ama ukanunua powder moja kwa moja, ni dawa nzuri sana ambayo unaweza kutumia kubalance viwango vya sukari huku ukiendelea na programu hizi za reversal za lishe ambazo tumekuwa tukifundisha. Hiyo ni moja. Namba mbili, habu nzuri ama mmea tiba mzuri kwa ajili ya kubalance viwango vya sukari ni mdalasini. Aidha yale magome ama ile unga wake, ukitengeneza kiwango fulani tu ukawa unapima kijiko cha chai, unakoroga kwenye maji ya moto kama nilivyokuambia kwenye mlonge, ni moja ya bonge la mmea tiba unaosaidia sana kwenye kubalansi viwango vya sukari pamoja na zile changamoto zake za sukari ambazo unaweza kuwa unapitia. Namba tatu, mmea mzuri unaweza kutumia kubalansi viwango vya sukari kwenye damu pamoja na complication zake ni majani ya mwembe. Ni moja ya mmea mzuri sana na inabidi uwe makini sana na hii mimea ninayokutajia. Unapoitumia hakikisha una kipimo cha karibu, lakini pia uangalie lishe yako kwa sababu inaweza kashusha sukari zaidi yakawa mambo mengine. Ndio maana ni vizuri ukawa kwenye programu maalum za usimamizi ili uweze kufanya kwa uhakika zaidi. Kwa hiyo majani ya mwembe ni the best. Namba 4 ni majani ya mzambarau. Majani ya mzambarau ni moja ya bonge la mmea unaosaidia sana kwenye kubalansi viwango vya sukari. Kwa hiyo majani ya mzambarau ni hypoglycemic herb nzuri sana. Inakusaidia kubalansi viwango vya sukari na kuondoa changamoto za sukari ambazo unaweza kuwa unazipitia. The final kwa leo, namba 5, ambayo inaweza kukusaidia sana kwenye kubalansi viwango vya sukari. Na kutajia mimea ambayo inatuzunguka, yani karibia Tanzania nzima, nje ya Tanzania, kokote ulipo inawezekana usipate mmoja wapo ukapata mwingine au ukapata yote kabisa. Namba 5 ni majani ya mpera. Ni moja ya good hypoglycemic herbs ambazo unaweza kuzitumia. Majani ya mpera pia the same. Utapima kijiko cha chai, kama ni unga utakoroga kwenye maji ya moto kunywa. Kama ni majani pia unaweza ukakadiria tu kiwango fulani ukatengeneza ile chai yake, tumia. Itakusaidia sana ku control viwango vya sukari. Naomba follow page hii, comment kama kuna kitu umejifunza umefaidika, lakini tumia hiyo mimea itakusaidia sana. Chagua mmea mmoja wapo, usichanganye yote. Lakini angalizo sasa, nikwambia nitakuwekea disclaimer. Kwa ufupi, hakuna dawa inayoweza kuponya ugonjwa wa kisukari kama mfumo wa lifestyle ni mbaya. Na ndio maana wale ambao ni mabingwa wa dawa hizi, mabingwa wa kununua hizi dawa, kila sehemu wananunua, lakini hawabadilishi mfumo wa lishe, huwa wanapiga round na wengine wanaisha kuja kupata madhara makubwa kwa sababu walifanikiwa sana kucheza na ugonjwa kwenye level ya madhara. Kumbuka, sukari kupanda kwenye damu sio ugonjwa, ni madhara. Ganzi kali, miguu kuchoma, shida kwenye tendo la ndoa, hayo ni madhara, sio ugonjwa. Madhara na ugonjwa ni vitu viwili tofauti. Unapokuwa na kisukari hasa hiki cha aina ya pili, una insulin resistance. Insulin resistance haina bonge la mdawa kuiondoa kwenye mwili wako, isipokuwa ina bonge la lifestyle change, kubadilisha mfumo wa lishe. Alafu hizo dawa zikakusupport. Sometimes unaweza kubadilisha mfumo wa lifestyle, lakini mwili uko unaitikia taratibu kwa sababu ya usugu wa ugonjwa. Lakini unapotumia pia vitu kama hivi, mwili unapoa haraka na changamoto zinakuwa zinaondoka, huku ukirekebisha. Yaani kule jikoni lazima urekebishe. Kama hujui vyakula gani ule, vyakula gani usile, tunazo program kama hizo.
Endelea kujifunza, endelea kufuatia masomo kama haya ili uweze kusaidika. Kwa hiyo wale ambao mnatamani sasa, mmesema ndio tumepata dawa tunaenda kupona kabisa, ama kuna dawa nimeuziwa, hapana. Tunaweza kukutengenezea dawa zenye formula tofauti. Kuna mimea mingi sana ambayo inashusha sukari, na ziko ambazo tunatengenezea kwa kufuata formula na tunachanganya kulingana na usugu wa tatizo. Lakini nikwambie tu, vyote vitadunda kama lifestyle yako sio nzuri. Of course unaweza kusaidika kwa miezi kadhaa, sukari kashuka, changamoto zikaanza kuondoka, lakini haimaanishi umeutokomeza ugonjwa. Mpaka na jikoni pia ufanye maboresho. Naamini umejifunza, naamini umenielewa, naamini hautajisahau kwenye kushusha sukari ukasema umepona sukari. Naamini hautajisahau kwenye kuondoa ganzi ukasema ndio umepona kisukari. Naamini utaweka nguvu kuhakikisha umeureverse ugonjwa kwa 100% ili usiishie kuwa tegemezi wa dawa, isipokuwa utumie formula hizo, baadaye uwe huru kabisa, uishi maisha ya ku-maintain tatizo lisijirudie tena. Naamini umejifunza. Mimi ni Sam Nature, naomba niambie ulichojifunza. Niambie ni mmea gani umewahi kutumia, ulikupa matokeo gani? Kama ni changamoto, niambie ni changamoto gani ambazo unazipitia. Tutashauriana zaidi, lakini follow page hii, share na wengine video hii iweze kuwafikia watu wengi, tujifunze, na nitafurahi sana kuona unajali na unajali afya yako na ya watu wengine pia. Mimi ni Sam Nature, karibu turudi kwenye nature.